Waefeso 6 tutasoma alafu tutaomba. Sawa wapendwa eh? Basi nikaribishe msomaji anisomee 6 kuanzia fungu la 10. Nasema ndio. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Mzidi kuwa hodari katika Bwana Na katika uweza wa nguvu zake. Na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu. Biblia inatuambia tuvae silaha zote za Mungu. Mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Wacha kidogo. Tunaambiwa tuvae silaha zote za Mungu. Tupate kuweza kufanya nini? Kuzipinga hila za nani? Sasa huwa napenda tunaangalia na kinyume chake. Tukiacha kuvaa silaha za Mungu, hila za shetani hatutafanya nini? Hatutazipinga. Sasa tunabaki hapo kwamba tuvae silaha zote za Mungu tuweze kuzipinga hila za shetani. Hebu teremka hapo kidogo tuone tena kitu kingine. Endelea hapo. Kwa maana naam, kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kushindana kwetu sisi hatupigani kwa damu na nyama, hapana. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Badala yake ni juu ya falme na nini? Na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunashindana na hiyo. Majeshi yote ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho ni kushindana tunafanya na vita inaendelea. Sasa soma aya 14. Basi simameni. Hali mmejifunga kweli viunoni. Kidogo sasa. Hiyo tu mimi nataka hapo uchukue hiyo. Tusimame tukiwa tumejifunga nini? Kweli. Wapi? Tunza hiyo sentensi hiyo. Utunze kweli wapi? Kiunoni. Basi tupige magoti tupate tafakari. Tuombe. Mpendwa Baba yetu wa mbinguni, ni wakati tena ambapo tunaenda kupata tafakari juu ya neno lako. Asante kwa sababu utatenda na yakuwa utatuongoza. Tunasihi wajumbe kutoka mbinguni na wawe pamoja nasi. Baba, hatuwezi kufafanua neno lako ila kwa Roho wako mwema. Tafadhali mtumie useme na watoto wako. Lakini pia fundisha watoto wako. Wajua ya kuwa siwezi kuwa mwalimu hata kidogo. Tafadhali nakusihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, zungumza nasi sasa tunapoanza hata mwisho. Ni kupitia jina pekee la mwanao Yesu Bwana wetu tumeomba. Amina. Tunaambiwa tusimame hali tumevikwa nini? Kweli kiwapi? Kiunoni. Safi sana. Sasa ninaomba uchukue matukio ya siku za mwisho fungu ukurasa ule wa 9. Kidogo tu. Kidogo hapo tupate tafakari hapo. Ukurasa wake ni wa 9. Umefika? Pale tunasimama. Karibu tusome. Aya ya 2 kutoka juu. Aya 3. Twende. Tunasimama kwenye kilele cha zahama ya vizazi vyote. Tunasimama kwenye kilele cha zahama ya nini? Ya vizazi vyote. Wacha kidogo. Manake kuna vizazi vimewahi kuwako na vinaendelea kuwako, lakini tulipo sasa tunaambiwa tunasimama kileleni
mwa vizazi vyote vilivyowahi kutangulia. Kwa hiyo sisi ni kama tungesema kama ni mahali labda ni safari tumeanza, basi tuko mwishoni sana mwa safari. Ndicho ambacho roho ya unabii natuambia kwamba tunasimama wapi? Katika kilele cha nini? Cha zahama ya vizazi vyote. Hii zahama inayoendelea wapendwa, haianzi na sisi, hapana, na wakatalia. Ilianza tangu kizazi cha kwanza kabisa cha Adamu na Hawa, ikaendelea watoto wake akina nani? Kaini na nini na nani na Habili, wakaanza hapo. Tunaendelea sasa, lakini tunaambiwa ndugu zangu, sasa hatusimami tena katikati wala mwanzo, tunasimama katika kilele. Kilele huwa hakuna kitu kingine kinachoendelea kule, ni mwisho kabisa. Soma tena tuone. Hukumu za Mungu zitafuatana kwa mfululizo wa haraka. Moja baada ya nyingine. Sawa sawa. Moto na mafuriko na tetemeko la ardhi pamoja na vita na umwagaji wa damu. Sawa. Kuna nyakati za tufani mbele yetu. Tunaambiwa sasa hapo hapo kileleni hapo, kuna nyakati za tufani mbele yetu. Lakini hebu tusitamke hata neno moja la kutokuwa na imani ukatisha tamaa. Wewe kidogo sasa, yaani katika zama hizi za mwisho, hiki kizazi cha mwisho, kuna kitu tunaambiwa tusije tukakitaja hata hiki, yaani hata kidogo, yaani hata kwa neno moja, kutokuamini. Yaani maana yake katika zama hizi kama kuna kitu kinahitajika ni imani. Nakumbuka Pambano Kuu inasema tutahitaji kuwa na imani ambayo itaweza kuvumilia nini? Uchovu, halafu na nini? Njaa, na nini tena? Na kuchelewa. Kwa hiyo habari ya kuzungumza mambo ya kutokuamini hapa hakutakikani kuwepo katika zama hizi za mwisho. Naomba uende ukurasa wa 11 hapo hapo. Twende tena tupate tafakari zama hizi za mwisho. Sawa? Pale chini kabisa ukurasa wa 11, pale chini kabisa wa hiyo sura ya kwanza, pale chini kabisa anaposema somo hili linapaswa kudumishwa kwa watu. Soma pale chini. Wako wengi wasio wewe elewa unabii unaohusu siku hizi. Wewe pole. Wako wachache, wengi. Okay. Wako wangapi? Wengi. Sasa naomba niwape somo la jioni ya leo, kichwa chake. Sawa. Kichwa cha somo kinasema uasi mkuu unaokuja. Uasi mkuu unaokuja. Tena ningeongezea nikasema jiandae na uasi mkuu unaokuja na haujawahi kushuhudiwa. Narudi hizo sentensi. Jiandae na uasi mkuu unaokuja katika kanisa na haujawahi kushuhudiwa kamwe. Uasi mkuu unaokuja na haujawahi kushuhudiwa tangu kanisa limewahi kuwapo. Sawa mtumishi? Twende sasa. Wako wengi, si wachache, hapana, wako wengi. Wasioelewa unabii unaohusu siku hizi. Sawa. Na ni lazima waelimishwe. Ni wajibu wa wote. Sawa. Walinzi na walei. Ni wajibu wa wote. Walinzi na walei. Kwa hiyo hapa natimiza wajibu mmoja wapo, si ndio wapendwa? Twende sasa. Kwa pamoja kupiga tarumbeta kwa mlio maalum. Sawa. Sio, unanipata vizuri hapo Safi. Naomba uende ukurasa wa 13. Pale kuna wakati. Twende tena. Nataka tusome hizi vitu tuvione kwanza. Kuna wakati. Twende. Kuna wakati wa taabu unaowajia watu wa Mungu.
lakini hatupaswi kuwasilisha jambo hilo kwa watu kila wakati na kuwahimiza wawe na wakati wa taabu kabla ya wakati. Kidogo sasa. Naona hiyo quotation. Hiyo quotation iliandikwa mwaka 1890. Wakiambiwa hebu msianze kuwashurutisha watu. Lakini anachokitaka mimi nataka tukiongelee hapa, sawa? Kuna wakati wa taabu unaowajia watu wa nani? Watu wa Mungu. Hiyo ndo nataka uiandike pale. Aliwakataza mwaka 1890 kwamba msipeleke huu ujumbe kwa sasa kwa sababu si wakati wake. Sawa? Sasa mwingine anaweza kuja nao saa hii 2024 25, si ndio? Sasa ukija nao saa hii itabidi twende taratibu Tuangalie baada ya mwaka huu aliandika nini tena nabii. Tunataka nichukue ni kwamba ndugu zangu, kuna wakati wa taabu unafanya nini? Unakuja. Sasa kabla ya wakati wa taabu, nisikilize vizuri. Kabla ya wakati wa nini? Wa taabu, kuna kitu fulani ambacho ni lazima Waadventista wa Sabato wakipitie ndipo waingie kwenye taabu. Na unajua wakati wa taabu unaanza lini? Hebu niambieni. Wakati wa taabu unaanza lini? Nitajie, niko nauliza hapo. Wakati wa taabu utaanza lini? Twende nijibu. Baada ya kuwa sheria ya Jumapili imetangazwa kitaifa, lakini pia baada ya kutangazwa kidunia. Safi. Si ndio pepo zitaachiwa? Si tunasoma hivyo Sasa kabla ya pepo kuachiwa ambapo sasa ni sheria ya Jumapili ikitangazwa, si ndio pepo zitaachiwa? Safi. Sasa kuna kitu ambacho ni lazima kitokee kabla ya wakati huo wa taabu. Maana wakati unaanza taratibu, hauanzi moja kwa moja, si ndio? Wakati wa taabu ule wenyewe utaanza baada ya amri ya kifo, sawa? Lakini bado kutakuwa na wakati kutakuwa na wakati wa taabu hapa karibu. Sasa naomba uende ile sura ya 16 ukurasa wa 176. Tuone kitu hapo. Kabla ya hapo tuone kitu. 176. Nitatumia tu hiki kitabu nieleze mambo machache hiki. Ambayo ni sura ya 16 inasema kufungwa kwa mlango wa rehema. Unajua mlango wa rehema kwa Wasabato unafungwa wapi, si ndio? Ni wakati gani nikumbusheni Ishmaeli? Amelala. Ni wakati gani mlango wa rehema unaenda kufungwa kwa Wasabato? Ni baada ya Jumapili itakapofanya nini? Itakapotangazwa. Marekani peke yake, si ndio? Ni wakati gani mlango wa rehema utafungwa kwa dunia yote? Ni wakati sheria ya Jumapili imetangazwa dunia yote. Ninapenda watoto wanavyonijibu hivi. Mimi ndivyo ninabarikiwa. Niseme ukweli, ninabarikiwa. Yaani nyinyi amuoni tu fulani ilionayo moyoni. Ninabarikiwa. Natamani wanijibu hivyo. Si leo, tunatamani waendelee kunijibu hivyo. Sasa naomba tuende ukurasa wa 176 pale chini. Bwana amenionyesha. Hiki kitu naoja nikirudia. Yaani najikuta nakuwa na uzito. Nitakirudia mara kwa mara. Twende tusome. Bwana amenionyesha wazi kuwa nini? Bwana amenionyesha wazi kuwa sanamu ya mnyama itafanywa kabla ya mlango wa rehema kufungwa. Sasa mlango wa rehema kufungwa si ni Jumapili kutangazwa? Sasa tuwe tunaenda nayo yote mawili. Bwana amenionyesha wazi kuwa sanamu ya mnyama itafanywa kabla ya Jumapili kutangazwa Marekani, si ndio? Tuendelee. Kwa maana haina budi kuwa ndio kipimo kikuu. Kidogo sasa. Haina budi kuwa ndio kipimo kikuu kwa watu wa nani? Wa Mungu. Kumbe watu wa Mungu wanacho kipimo kikuu, na hicho kipimo kikuu kitakachowapima kinaitwa sanamu ya nini? Ya mnyama. Sanamu ya mnyama ni ibada ni makanisa yatakapoungana yote kwa pamoja yakaenda kuomba nguvu wapi? Serikalini. Hiki kitu kitakuwa ni jaribu, kwa sababu wale watakao kataa kuingia kwenye huo muungano watakuwa hawana dini, si Waislamu, si wa Jumapili, si wa Sabato, yani watakuwa hawana dini. Maana Wakristo wote kutakuwa na dini moja, one world religion. Kwa hiyo watakuwa hawana dini. Kwa
Kwa hiyo tayari wao wataanza kupekewa yani kuangaliwa kwa umakini. Ikitangazwa tu, watakapoanza kwenda kinyume, tayari kutaanza kuwa na changamoto, wataanza kuzipata. Huo tunauita wakati wa taabu. Sawa eh? Sasa twende kidogo ukurasa wa 177, mara tu nataka hiyo. Mara tu kabla hatujaingia. Wewe kama kuna nukuu tuisome kwa makini. Na hii iko inatoka kwenye 7 BC, Bible Commentary Volume 7, 968 paragraph ya 3 kama sikosei. Soma sasa. Mara tu kabla hatujaingia katika wakati wa taabu. Na wakati wa taabu tumeona unaanza pale ibada ya Jumapili kitanga. Kumbe muda kidogo tu kabla hatujaingia kwenye nini? Kwenye wakati wa taabu au kwenye ibada ya Jumapili kutangazwa. Muda kidogo tu kabla hatujaingia hapo, nini kitatokea? Wote tulipokea muhuri wa Mungu aliye hai. Wewe ngoja. Ati watu wa Mungu wote walifanya nini? Walipokea muhuri wa Mungu aliye hai. Wewe kidogo sasa. Tulia sasa hapo. Nataka hiyo sentensi uielewe kabisa. Na mahali hapo ananukuu akisema, ndipo, yani tukishapokea ule muhuri, anasema ndipo niliwaona malaika 4 wakiacha kuzuia zile pepo 4, na nikaona njaa, nikaona tauni, nikaona upanga, nikaona taifa linainuka kupigana na taifa, na ulimwengu mzima ulikuwa katika vita na machafuko. Kwa ni hapo tu ibada ya Jumapili ikifanya nini? Ikitangazwa, maana Marekani itakuwa imekijaza kikombe chake. Sasa inatakikana ipigwe. Isipopigwa na mataifa ya nje itajipiga yenyewe. Sawa? Kutakuwa kama sio nje basi itafanya hata civil war yenyewe kwa yenyewe. Maana ikijaza kikombe itabidi ianguke. Na anguko la Marekani hatuoni kama kuna utawala mnaofuata. Maana yake utawala utakaofuata utakuwa ni utawala wa Yesu. Sawa eh? Sasa anasema muda kidogo tu, muda mfupi tu hapo kabla ya ibada ya Jumapili haijatangazwa, watu wa Mungu wanapokea nini? Muhuri. Sasa nataka niwaambie hivi. Sasa hizi siku na heka za kutangaza ibada ya Jumapili. Maana yake muda huo mfupi unaoona ni wakati ambapo Mungu yuko bize kutia muhuri na yuko bize kuzuia pepo 4 zisivume katika dunia ili apige muhuri watu wake. Kwanza walio wa Adventista wa Sabato. Sasa hapa ndo mimi huwa napingana na watu. Hao waliopigwa muhuri huwa wanasema ni 144,000, lakini nakwambia si kweli. Ni wa Sabato wachache. Hapa ni kabla ya ibada ya Jumapili kutangazwa, ni muda mfupi, si ndio? Ni wa Sabato wachache, lakini ambao ibada ya Jumapili ikitangazwa watapiga kelele kuwaita wengine kile kilio kikuu, si ndio? Wewe wacha tafuta sura inayoitwa kilio kikuu hapo. Tusome kwanza. Unajua hiki kitu lazima tuvipitie. Ni sura ya 10, sura ya 14. Twende hapo, kilio kikuu. Enda hapo nikuonyeshe kitu fulani. Wacha nikuonyeshe kitu cha msingi sana hapo. Kilio kikuu. Sawa? Naomba nianzie hapo hapo juu pale. Sawa? Hapo hapo tu juu. Anasema Mungu anavyo. Hebu nisomee. Mungu anavyo vito. Sikia. Mungu anavyo vito vya thamani katika makanisa yote. Mungu yuko na vito vya thamani katika makanisa yote. Na sio juu ya kutoa shutuma kwa jumla kwa ulimwengu wa kidini. Sawa? Bwana anao wawakilishi wake katika makanisa yote. Watu hawa hawajapewa ukweli maalum upimao. Sawa kabisa. Ya siku hizi za mwisho. Hawa watu hawana ukweli, viko tu huko, ni vijito Mungu ametunza tu. Kaya tuendelee.
katika namna iliyoleta uhakika katika moyo na akili. Sawa. Hivyo hata wakata muungano wao pamoja na Mungu. Sawa. Kwa kukataa ukweli. Kwa hiyo hata Mungu mwenyewe anasema hawa watu hawajapokea kweli, hawana maktaba ya kitabu kaa hii, hawana, hata hawajui alama ya mnyama ni nini, yaani hata wenyewe hata hawajui. Sasa anasema Mungu ametunza kule na hawajawahi kumkana. Hiyo tu wanayofundishwa tu Yesu anaokoa, hiyo imani yaani inamtosha yeye, na ameshikilia, anajua huu ndio ukweli wa neno la Mungu na ni mwaminifu katika hiyo. Na wengine wanapelekewa vitabu leo vya matukio ya siku za mwisho, wanasoma wanaelewa, kumbe iko hivi, ila hawaendi kanisani, hawasabato. Na Mungu amewapaki kwanza huko, kwa sababu kwa nini? Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 6, ukurasa wa 370, paragrafu ya 3, anasema Mungu haleti roho nyingi katika ukweli kwa sasa, kwa sababu washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato hawajaongoka, na akiwaleta watatiwa chachu ya Mafarisayo. Sasa amewashikilia huko, tulieni kwanza wanangu. Ndio nikasema jiandae na uasi mkuu unaokuja na ambao huenda kabisa haujawahi kutokea katika kanisa la Mungu. Funga tu mkanda hapo, tunaelekea hapo. Funga tu hapo mkanda, tuendelee tuone kitu fulani. Sikiliza vizuri. Hebu naomba usome miongoni mwa Wakatoliki. Miongoni mwa Wakatoliki wengi ambao ni Wakristo makini na watendao sawasawa na nuru ilivyokwisha kuipokea. Sawa. Na Mungu atatenda kazi kwa niaba yao. Sawa. Katika sura ya 18 ya kitabu cha Ufunuo. Wewe, kitabu cha Ufunuo sura ya ngapi? 18. Na hapo tukisoma hivyo tunapataga nini? Ujumbe gani tunaupata pale? Ni malaika yule wa 4 anayesema tokeni kwake enyi watu wa. Sasa swali, malaika wa 4 anapoanza kutenda kazi, ambacho ndio kinaitwa kilio kikuu, ni lini? Si baada ya Jumapili kutangaza ndio kinatolewa, si ndio? Sasa kama wale 144 ni wa Sabato, hao wanaoitwa huko Jumapili ni wapi? Hiyo ndio swali. Sasa naomba uisome vizuri kabisa kwa uaminifu, hiyo hayo maneno hapo. Utulize tu akili, twende tu taratibu ili uje uone Wakatoliki wakija kwanza ni wachache kuliko walioko huku au ni wengi kuliko walioko huku. Sikia usikie. Katika sura ya 18 ya kitabu cha Ufunuo. Watu wa Mungu wanaitwa kutoka katika Babeli. Watu wa Mungu wanaitwa kutoka Babeli. Kulingana na maandiko haya. Kulingana na maandiko haya. Si mimi niliyesema, hapana. Ni maandiko haya. Aje. Wengi wa watu wa Mungu bado wangali katika Babeli. Wewe, sema wachache. Wengi kabisa wa watu wa Mungu, idadi yao kubwa, bado wako wapi? Babeli. Kwa hiyo katika 144,000 wengi wako wapi? Wako Jumapili. Wewe ngoja, kuna watu tunahangaika huku. Wewe subiri tu. Wewe subiri, utakuja uone hiki kitu. Hebu soma pale uone. Na je, ni katika jamii zipi za kidini ambapo sehemu kubwa zaidi ya wafuasi wa Kristo wanapatikana? Swali. Sasa huko ni wapi ambako wako? Tuambie. Bila shaka yoyote ni katika makanisa yanayokiri imani ya Kiprotestanti. Wewe tulia. Anasema unaweza usizanie. Bila shaka maana acha kuzania. Ni hiyo, si ndio? Bila nini? Shaka. Wacha kuzania kwamba wenda labda ni Wakatoliki. Ni wale wanao, bila shaka ni kwamba wako katika makanisa yanayokiri imani ya kinini? Kiprotestanti. Sawa? Soma. Licha ya giza la kiroho na hali ya kutanga mbali na Mungu inayoonekana katika makanisa yanayounda Babeli. Jamii kubwa ya wafuasi wa kweli
wa Kristo bado wamo katika ushirika wao. Umefikia mwisho Safi sana, safi sana, safi sana. Hebu naomba uende 155 hapo hapo tupande ule, si ndio? Naomba nisome mwenyewe pale Ufunuo 18 na Ufunuo 18 zote zile mbili, si ndio? Sikia. Ufunuo 18 1, 2 na 4 zimenukuliwa. Maandiko haya huelekeza wapi? Tunasoma wote. Huelekeza wapi? Mbele, kwenye wakati ambapo tangazo la kuanguka kwa Babeli kama ilivyotolewa na malaika wa pili wa Ufunuo 14 aya 8 litakaporudiwa pamoja na nyongeza ya maelezo ya uovu ambao umekuwa ukiingia katika makanisa mbalimbali yanayounda Babeli tangu ujumbe huo ulipotolewa mwaka gani? Katika kipindi cha majira ya joto sama ya mwaka 1840 ngapi? 44. Matangazo haya yakiungana pamoja na ujumbe wa malaika yule wa tatu huunda onyo la mwisho litakalotolewa kwa nini? Kwa wakazi wa dunia. Sasa kidogo ninaenda kumalizia hapo, funga tu mkanda unisikilize. Kama hii tangazo la Ufunuo 18 na litaanza kutolewa rasmi, japo tunaweza tukaona manyunyu saa hizi ya mvua ya masika Saa hizi kuna manyunyu yapo yanaendelea, mvua ya masika taratibu. Lakini itaanza rasmi wakati ambapo na wenyewe rasmi wafanyakazi wa saa 11 wanaanza kazi rasmi. Unajua wafanyakazi wa saa 11 hawaanzi tu saa hii. Saa hizi ni shule ya wafanyakazi wa saa ya 11. Ni shule wanaandaliwa, sawa? Saa hizi ni shule inaandaliwa. Tena inakaribia kukamilika. Najua naongea vitu sina muda mrefu mbeleni kwa mtazamo wangu, lakini sawa? Na sisemi Yesu anakuja lini. Mimi sitangazi tarehe na siku, sawa? Wala mwaka. Mimi hiyo haipati tabu. Naomba tu nisikilize ninachotaka kukwambia. Wakati ambapo tangazo hili likianza kutolewa, sawa? Manake ibada ya Jumapili ikitangazwa, sasa hapo ndipo kuna ule uasi ambao haujawahi kutokea ambao niko na uzungumza saa hii. Nenda Pepeto sura ya 12. Matukio ni ya siku za mwisho. Kitabu hiki cha matukio ya siku za mwisho, naomba niseme, matukio ya siku za mwisho, pambano kuu, tumaini la vizazi vyote, maandiko ya awali, nini hii, huduma kwa uponyaji. Hebu jitahidi hivi vitabu hivi, pambana tu yani uvisome kwa mara, sawa? Vitakusaidia, vitakuwa ni msaada kwako kwa mambo mengi sana. Naomba twende hiyo sura ya kupepetwa Pepeto sura ya 12 ya kitabu hicho. Naomba uende ukurasa unaokaribia na Ufunuo na sura ya 13 pale kabisa inapotipishana ni ukurasa wa 142, si ndio? Nataka niseme kitu hapo. Nataka nionyeshe uasi ambao kanisa huenda haujawahi kutokea. Na kama ulitokea, nakwambia itakuwa ni mara hii. Kama sio wakati wa kuja kwa Yesu mara ya kwanza. Na unajua Yesu alichukua mle kutoka mle ni watu 12 tu ndo alichukua mle. Kanisa lote taifa zima likaasi. Unajua alichukua wachache. Sasa wacha nikuonyeshe. Maana Yesu wakati alipokuja mara ya kwanza, nyinyi wenyewe ni mashahidi ndugu zangu. Taifa zima la Waisraeli lilimkataa Yesu na likawa limefanya uasi wa kitaifa kabisa. Na toka miaka ya 30, miaka ya 27, 30 na mpaka 34 ambapo uasi huu ulifanyika. Maana miongoni mwa taifa zima Yesu, si unakumbuka alichukua watu wangapi? 12, wengine aliweka 70 na wenyewe ni wakutafuta. Yaani wengine wote walikuwa wamekataa, wamechagua mtawala mwingine kabisa ambaye si mwingine isipokuwa ni Shetani, na aliwafunga katika behewa lake akiwaelekeza kuzimu. Yaani ndiko huko alikokuwa akiwapeleka. Sasa huo uasi ulifanyika huko kipindi hicho. Lakini pia uasi kama huu ambao natenda katika nikauzungumzie
ni uasi tena mwingine uliwahi kufanyika kipindi cha mwaka 1844 wakati wa Great Disappointment. Nakumbuka Great Disappointment ambapo Waadventista wengi ambao walikuwa wanasubiri marejeo ya pili mwaka 1844, marejeo ya pili ya Yesu, baada ya kusubiri ule muda ambao walikuwa wameukusudia, Yesu hakuja. Miongoni mwa watu wote kilibaki kikundi kidogo mno. Wengine wote waliacha imani, wakachukia uasi wa namna uasi wa namna huo, maana walibaki, nafikiri ni watu kama sio ni kikundi cha watu kama sio takriban 500 kama sikosei, sio 50 kama hivyo, ni 50. Ni watu wachache walibaki, watu wachache sana. Naweza nisiwe na idadi sahihi kwa sababu sina kumbukumbu, lakini imeandikwa kwenye kitabu cha maandiko ya awali. Unaweza ukafika hapo ukaangalia kwenye ile vuguvugu la marejeo, hapo wana marejeo, na wakati wa kukatishwa tamaa utaupata hapo, utapata ni idadi kamili ni ya watu wangapi. Ni watu wachache sana. Sasa kuanzia mwaka 1863, nataka hapo twende vizuri. Mwaka 1863, tuambizane ukweli ndugu zangu, haujatokea uasi kama wa aina hizo mbili ambazo nimekuonyesha hapo. Haujatokea uasi wa namna hiyo. Na huo maana mwaka 1863 ndio mwaka pekee ambapo General Conference ya Waadventista wa Sabato iliundwa. Sasa toka mwaka huo haujatokea uasi huo ambao nausema, na sasa hivi ndo chembe chembe ya huo uasi unaonekana. Maana uasi wa mfumo wote hiyo ni trailer unaonyeshwa kila ambacho kinaenda kutokea hivi karibuni. Baada ya ibada ya Jumapili kutangazwa, rehema itakuwa imekoma kwa Wasabato, na kwa Wasabato watatoka watu wachache ambao watatoa loud cry, na watakaopewa loud cry, kilio kikuu kwa watu wa dunia, wakiwaita watu Wasabato, wataita watu wakiambia tokeni kwenye ibada hiyo ya Jumapili. Maana hiyo ibada ya Jumapili si ya Mungu, ni ya shetani kiujumla. Kwa hiyo wataitwa. Sasa wale watakaotoka kule kuja kwa Wasabato, hiyo idadi kubwa ya watakaotoka huko kuja kwa Wasabato, na Wasabato wenyewe waliowaita wataungana na idadi kubwa itakayokuwa imekamilika, ndiyo ile inaitwa 144. Hiyo ndio inaitwa 144. Kwa hiyo ni muungano wa Wasabato na wale waliotoka makanisa ya Jumapili wakawa Wasabato, japo wote ni Wasabato katika ujumla, Seventh Day Adventist, lakini wakiwa wote maana wale wa Jumapili wataanzia kupigwa muhuri baada ya ibada ya Jumapili kutangazwa kitaifa Marekani, mpaka ibada ya Jumapili itakapotangazwa dunia mzima. Nao mlango wa rehema kwao watu wa Jumapili utafanya nini? Utafungwa. Na hapo ndipo utaanza wakati wa taabu. Kuanzia pale ibada ya Jumapili itatangazwa ulimwenguni kote, kuendelea huko ni wakati wa taabu tu mpaka Yesu atakapokuja. Kwa hiyo ninaposema ninazungumzia uasi unaokuja, haujawahi tokea tangu mwaka 1863 conference ilipoundwa ya Kiadventista, haujawahi kutokea. Nawaambieni tujiandaeni. Hivi mnanielewa ninachokisema? Acha tusome usikie. 142. Waongofu wapya watachukua nafasi za wanaoondoka. Hiyo umeipata? Haya. Nataka nianzie pale. Sawa? Nafasi. Si ndio? Haya, tunaanza. Nafasi zilizoachwa wazi zitajazwa na wale waliotajwa na nani? Na Kristo, kama wajao katika saa ya 10 na ngapi? Na moja. Kumbe kuna watu nabii anasema wanakuja saa ya 10 na ngapi? Na moja. Wewe wacha usikie uone. Wako wengi ambao Roho wa Mungu anapambana nao, ni vita saa hii. Japo itafikia hatua
Roho wa Mungu anapopambana hivi atasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu kwa kuwa yeye naye ni nyama. Tangazo hilo lilitolewa wapi tena? Gharika, si ndio? Anasema wakati wa hukumu za Mungu, uangamivu ndio wakati wa rehema kwa wale ambao sasa hawana fursa ya kujifunza ukweli. Wewe kidogo, naomba nisome hii nukuu vizuri. Wakati wa hukumu za Mungu, uangamivu ndio wakati wa rehema kwa wale ambao kwa huruma moyo wake wa rehema unaguswa, mkono wake bado umenyoshwa ili kuokoa. Maana yake hapa tunaona kuna kundi limeshafungiwa nini? Rehema. Na kuna kundi jingine, yani wakati limefungiwa rehema, kuna hukumu za Mungu zinaendelea. Halafu kuna kundi jingine Yesu analitazama kwa mkono wa rehema. Si ndio? Ndivyo ninachokisoma pale. Anasema Bwana atawaangalia kwa huruma, moyo wake wa rehema unaguswa, mkono wake bado umenyoshwa ili kuokoa. Wakati, sikia sentensi hiyo, wakati mlango ukiwa umefungwa. Mlango wa nini huo? Wa rehema. Wakati mlango ukiwa umefungwa kwa wale ambao wamekataa kuingia. Kwa hiyo kuna watu wameshafungiwa mlango wa rehema, wamekataa kufanya nini? Kuingia. Anasema sasa, sikiliza sentensi hiyo, idadi kubwa wataruhusiwa kuingia, ambao katika siku hizi za mwisho watausikia ukweli kwa mara ya kwanza. Wako wapi hao? Wako wapi hao? Wako nje. Wako nje. Na anasema hao ni idadi kubwa. Hivi unanielewa hiyo Hao walioko nje, anasema idadi kubwa. Walioko huku ni idadi dogo. Kama 144 kwa mtazamo wa kibinadamu, dunia nzima tunaiona ni nyingi. Sasa tunaambiwa hao tu 140. Na niwaambie kidogo, wale wanaosemwa hapo kuja hapo wanakuja kuwa miongoni mwa wale 144, si ndio? Wanakuja Sasa huku manake kuna watu wanaachwa. Sasa chukulia, leo Wasabato tuko idadi ngapi? Chukulia idadi ya Wasabato wengi. Niambie tu. Na hapo kama ni milioni sijui 2 na bilioni, sijui milioni 28, si ndio? Na hao ni wale walio na ushirika wapi? Kanisani, kwenye mfumo wa General Conference, si ndio? Sasa tulia hapo. Wako wale ambao nao wamejitenga, wakanyanyua miguu yote miwili wasiende pale. Nao wanaitwa Waadventista wa Sabato. Wako hapa Tanzania, wako Kenya, wako nchi zingine zote duniani, wametapakaa. Na hao wote nao waweke kwenye grupu lile. Wote Seventh Day, sijui Free Movement Church, sijui Reformer Movement Church, sijui ni nini. Wewe weka kando, weka hapo, wote ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Wacha saa hizi tunabaguana sijui na nini. Hiyo ni sisi. Lakini kwa Mungu akiangalia wote wanajiita kwa jina la Waadventista wa Sabato. Ole kundi moja. Sasa wote katika hao wanatakikana wachache watakaopiga kelele kuwaita idadi kubwa walioko huko nje. Na ndio maana wewe, hebu nenda Yeremia 30:7. Ndio maana Yeremia, najua sijui kama tunatafakari namna gani. Mimi nilikuwa natafakari hilo fungu nalichukulia kibinadamu. Wacha leo nijaribu kulichukulia katika kulingana na maandiko. Twende Yeremia 30. Fungu lake ni la 6. Twende tusome. Ulizeni sasa mkaone kwamba... Wewe goja watu wafike. Yeremia 30 paragraph aya 6. Soma. Ulizeni sasa. Sasa Biblia inaambia watu wa Mungu hivi. Enyi watu sikilizeni. Ulizeni sasa. Alafu mkaone kwamba mwanamume anaona utungu wa uzazi.
Uulizeni sasa, anasema mwanaume mtamuona, mkaone mwanaume amefanya nini? Ana utungu wa kizazi, kitu ambacho hakiwezekani, si ndio? Kibinadamu, si ndio? Alafu mbona basi ninaona kila mtu anaweka mikono yake viunoni. Wewe nitazame mimi. Eti anaona kila mtu anafanyeje? Anaweka mikono. Kazi ya mikono ni kufanya nini? Sema kushika. Kazi ya mikono ni kufanya nini? Kushika. Ila anashika wapi? Kiunoni. Na kwa mujibu wa Waefeso tuliona kiunoni kuna nini kimefungwa? Kweli. Manake anaona kila mwanaume akishika kiuno ambapo kuna nini? Kuna ukweli. Manake anaona kabla ya wakati wa Yakobo. Na soma kwanza fungu la 7 uone, maana ni wakati wa taabu. Sasa fungu la 6 anazungumza kabla ya wakati wa taabu. Soma fungu la 7. Ole. Maana siku ile ni kuu. Siku hiyo ni kubwa. Hata hapana inayofanana nayo. Hakuna inayofanana na hiyo. Maana ni wakati wa taabu yake Yakobo. Aha, kumbe ni wakati wa taabu ya na anaona kabla kila mwanaume anashika nini? Kiuno. Sasa kiuno pale kuna ukweli. Na ukweli ndio unamtia mtu nini? Muhuri. Maana muhuri wa Mungu tunaambiwa ni kutulia katika nini? Ndio maana tunaona mwanaume anashika nini? Kiuno kuna nini? Ukweli. Na ukweli ndio natiwa nini? Kabla ya wakati wa taabu. Kabla ya wakati wa taabu. Na ndipo sasa, najua watu tunasomaga Ufunuo 14. 12. Ufunuo 12, tafakari ambayo huwa inanibariki ni hii. Ufunuo 14:12. Kama tunaona kila mwanaume anashika hivi. Na mimi huwa niliwaambia siku moja katika uchunguzi wangu. Naomba hii niseme, ila ni kwa mimi, usije ukajiwekea na wewe ukafanye utafiti, sawa? Ila niseme tu. Nilisema hata wale 144,000 wanaume ndio watakaohesabika. Zile ndume zile. Unajua kwa nini mzee? Aliyeitamka ile namba kwenye Ufunuo 7. Sawa? Aliyetamka hiyo ni Mungu. Kasema katika hesabu ya wana wote wa Israeli ni watu 144,000 walikuwa wamepigwa nini? Muhuri. Yohana akasikia. Ufunuo 7:4 akasikia. Sasa Mungu katika kuhesabu kwake huwa anahesabu anazingatia formula 2. Kwanza hahesabu wanawake, hahesabu watoto, hahesabu. Hiyo ni mimi sasa. Hiyo ni mimi katika study zangu, najifunza mimi mwenyewe. Hahesabu watoto, hahesabu wanawake. Kwa hiyo wale wanawake hata kama watakuwa miongoni mwa wale 144 ila hawatahesabi. Watoto nao hata kama watakuwa humo ndani ila hawatahesabi. Mungu anaanziaga miaka 20 kwenda juu. Hiyo ni mimi. Na wewe kafanye nini? Utafiti. Sawa eh? Na ndio maana naona mwanaume kila mwanaume hii ni hatari. Wanashika kiuno ambapo kuna nini? Kuna kweli. Sasa Ufunuo 14:12. Ufunuo 14:12 andiko la Wasabato hata waelewi hii ni nini. Unajua Ufunuo 14:12 ni matokeo ya watu ambao wameshika ujumbe wa malaika wa kwanza, wakashika ujumbe wa malaika wa pili, wakashika ujumbe wa malaika yule wa tatu. Ufunuo 14:6 mpaka 11. Si ndio? Wale malaika watatu, halafu 12 sasa. Ndo anasema tena wanashika. Unaona eh? Kushika, yani mwanamke ni kanisa, si ndio? Na mwanamke huwa na mikono miwili eh? Sasa tunaambiwa tena anashika nini? Moja. Ufunuo 14:12. Hao wanafanya nini? 14:12 ni hao wafanyao nini? Wazishikao nini? Amri za Mungu na nini? Na imani ya nani?
Yes, hizo manake wanashika. Ndio maana mwanaume anashika nini? Kiuno. Hiyo ni tafakari ya mimi. Hiyo ni tafakari ya mimi. Kwa hiyo tuone kama kuna uasi unakuja kutokea, ni wa kutisha na ni mpaka ninaogopa nikiusoma, na nitakuja kuona ni majority ya watu. Rudi pale kwenye ninapoenda kumalizia hapa kwenye hii sura ya 12 ya matukio ya siku za mwisho, pale tulipokuwa pale chini kabisa, namalizia hapo, ambao ni volume 8 page 41, gombo la 8, ukurasa ule wa 41, ambao ni sawasawa pia na last day event, sio? Ambao ni aya mwisho ya sura ya 12, si ndio? Sikia sasa, ibada ya Jumapili ikitangazwa na wengine wakafungiwa mlango wa rehema. Sasa hapo rehema inayofuata kwa wale wa dunia, kabla ya rehema haijafungwa kwa mataifa yote, yani ibada ya Jumapili haijatangazwa kwa mataifa yote. Nini kilitokea? Alisema hivi, sawa? Anasema pale chini kabisa mwisho, kabla ya sura ya 13, anasema bendera baada ya bendera ziliachwa kujikokota chini mavumbini, sawa? Kwa kadiri kombania baada ya kombania kutoka katika jeshi la nani? La Bwana. Kombania hapa, jeshi la Bwana sema SDA wa Sabato wote. Kombania zinazotoka kwenye jeshi la SDA, sawa? Walivyojiunga na adui na kabila kwa kabila za watu kutoka katika vikosi vya adui. Hawa sikia sasa, vikosi vya adui nao wanajiunga na Wasabato, na vikosi vya Wasabato nyingi, anasema bendera baada ya bendera, kombania baada ya kombania zilijiunga na jeshi la Bwana. Wengi sana, lakini wachache ambao na ni wengi pia kulingana na idadi walioko huku, walivyojiunga pamoja na watu wa Mungu wazishikao amri za Mungu. Kwa hiyo kipindi hicho, kipindi cha ibada ya Jumapili, naomba niwaambie watu wa Mungu, rehema itakuja kujipata. Niwaambieni, watu wengi watakuwa hawana muhuri wa Mungu, wengi sana. Narudia tena, wengi sana, na ni Waadventista wa Sabato. Je, ni mimi ama ni wewe? Jiandae na uasi wa kutisha unaokuja. Wengi wanaenda kukataa imani, wakiogopa mateso, wakiogopa kushinda njaa, wakiogopa tauni, vita, balaa na kukosa nguo. Watajiunga na jeshi la nani? La adui. Huku wengine nao wakiitwa njoni, wale wanaoweza kupigania dini, kushindania dini, si kwa nguvu za ngumi na mateke, hapana. Ni kwa nini? Kwa imani. Kwa imani. Taratibu watabaki kwenye neno la Mungu hata kama mbingu zinafanya nini? Zinaanguka. Kwa hiyo uasi huu unaoenda kuja, niwaambie wapendwa, hiki kitu sio butani. Hiki kitu ni serious issue. Very serious issue. Yaani kama tutacheza hapa, tutajipata kwenye kona ambayo ni baya. Hatuna muhuri wa Mungu. Kumbe tulipaswa kukesha kwa mambo yafuatayo. Ninasoma tu, tasoma kwa wakati wako. Marko 13:35. Anasema kesheni, ombeni, kwa maana mjui saa ajapo mwana wa nani? Mwana wa Adamu. Kwa wakati huu ambao tuko nao, tunaona ni kama amani. Hii amani unayoiona hii ni Mungu anagonga muhuri watu wake. Wanashikilia kweli, kila mmoja msimamo wake anaweka. Kwa hiyo kwa maombi mengi, maombi mengi, kusoma neno la Mungu, kujichunguza na kujitafakari, kuepukana na kila namna ambacho unaona hiki kitu ni njia ambayo si njema, na kujitahidi na kuomba Mungu, nisaidie nishinde hii, nisaidie nishinde hii, nisaidie nishinde hii. Tusipofanya hivyo, naomba nikwambie kitu kitachoenda kutokea. Tutaona makosa kwa wengine, ila tutaona ya kwetu. Lakini kuugua hakumaanishi hiyo.
Kuugua na kulia ili upigwe muhuri inamaanisha kuugua kwa ajili ya dhambi zako, na kuna nukuu moja nimesoma. Kuugua kwa ajili ya dhambi zako kwanza, ndipo kaugue na za wengine. Kwa unajipeleleza, unajitambua kwamba bwana, ninaomba Yesu, naomba Mungu, naomba unisaidie hapa niachane na hii kitu. Na Bwana ni mwaminifu, yeye amesema kwenye Mathayo, wito wangu, Mathayo 11 fungu la 28. Amesema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitafanya nini? Tawapumzisha. Akasema, jitieni nira yangu na mjifunze kwangu. Acha kujifunza kwa watu, jifunze tu kwa Yesu. Ukiziona nyayo za Yesu zifate, hapo ndipo tutaweza kuokolewa. Tunahesabiwa haki kwa imani, tumwendee Yesu, tuamini na Bwana atusaidie. Wapendwa, katika tafakari ya ufunguzi wa Sabato ya leo, nimeona tutafakari hicho kitu. Tujiandae kabisa na zahama inayokuja, uasi wa kutisha, ambapo wengi sana wanaenda kukana imani. Wengi sana wanaenda kusaliti wenzao. Watawaripoti kwa Wakatoliki, watakana imani, watakataa misimamo ya wengine na kuwashitaki katika mabaraza na kutoa ushahidi wa uongo. Wamekana imani. Bwana atusaidie. Yeye ni mwaminifu, anatoa wito kabisa, njoni kwangu ninyi nyote. Ni wakati wa kwenda kwa nani? Mtafuteni maadamu anapatikana. Tumtafute wakati anapatikana, tumuite wakati yu karibu. Ukurasa wa 152 wa kitabu hicho cha Mapokeo ya Siku za Mwisho, si ndio? Kuna onyo hapo limetolewa, hukumu kabisa. Wale ambao ni wa Kiingereza watasoma kwenye Selected Message book 1 122. Lakini 152 nataka kujazilizia kile alichokisema mzee hapa. 152, wale ambao mmefika pale, sawa? Kuna swali hapo linaulizwa, je, tunategemea kuona kanisa lote likiwa limepokea uamsho? Unaona hilo swali? Okay. Sasa kidogo nataka nisome hapo. Anasema, je, tunategemea kuona kanisa lote likiwa limepokea uamsho? Nabii akasema hivi, wakati huo hautakuja kamwe. Yaani huo wakati hauji kamwe. Anasema wako watu kanisani ambao hawajaongoka na ambao hawajajiunga katika maombi ya dhati na ya kudumu. Lazima tuingie kazini, mtu mmoja mmoja. Ni lazima tuombe zaidi na kuongea kidogo. Hii nukuu inaniogopeshaga mimi. Yaani kama tukikaa tukatafakari, tukafikiri kwamba kanisa lote litakuja liamke na lipokee mvua ya masika, wao tunadanganyana. Sawa? Yaani hakuna hicho. Kwa hiyo hapa, ndugu zangu, lazima tujihoji kama walivyojiuliza watoto wa wanafunzi wa Yesu. Unajua Yesu alifikia tu akaambia, miongoni mwenu mmoja atafanya nini? Atanisaliti. Na ninasema tena haya maneno, miongoni mwetu. Sawa? Waadventista kwa ujumla, wote mnaonisikiliza wewe huko mtandaoni, miongoni mwetu kuna wengine watamsaliti Yesu. Sasa lazima tujiulize, tangazo linapotolewa kama saa hizi, hivi ni mimi? Ni wewe? Ndio tutakaomsaliti Yesu kwa kuwasaliti ndugu zetu na kuikana imani kabisa? Tumeogopa tu kwa sababu tumezoea maisha marahisi, kukaa tu kwa mstarehe bila, yani hamna shida hizi za hapa na pale. Hatujazoea hata maumivu. Kipata kidonda tu na meza mpaka na mapana tu. Kidonda tu, maumivu hutaki kuyasikia. Hivyo tu, yani vitu vidogo. Je, huu wakati unaokuja nani ataenda kumsaliti? Je, ni mimi? Ni wewe? Bwana tusaidie, tumwendee kwa jina la Yesu, amin. Basi wapendwa, nitaomba tupige magoti na tuombe. Ningetamani yeyote anayejisikia kuomba ombe kwa ajili yetu. Karibuni.
Rehema zako leo kama Sabato umelipata nafasi ulipotea waibule tunalimia kwenye wako upendelevu. Mkini tumejua neno lako na tunaona tunapungua. Tunasogea mwisho wa wakati. Tuko kileleni kabisa. Lakini hatutambui. Tunapaswa kufahamisha siri moja tutambua na kujua wajibu wake kufanya. Maana kila mmoja ana nafasi ya kupoteza ama kuokoa nafsi ni ya kwake. Siri moja yetu kwanza macho mbele na kwenye neno lako na kusikia na kutenda yale yanayopaswa kutendwa kabla mlango ule kufungwa. Wakati sauti bado kingali na si, wakati rehema bado kingali na si, wakati Mwokozi bado kingali katika chumba cha rehema, Patakatifu ukiinua mikono yako kwa ajili yetu, kila mmoja kuona hitaji ya kuokolewa. Natia uchungu, anayokuwa ametuambia kwamba wengi tujipata nje. Na tumesikia lakini hatujali. Si mara ya kwanza kusikia maneno hayo kwa leo. Kwa siku ya leo. Tumesikia mara nyingi. Patakatifu wako kuzungumza juu ya maneno haya. Ukisoma nukuu hizi ambazo kwa upendeleo ulitupatia, tuzijue ili tusaidie kuchukua hatua. Tutembee kwa hadhari lakini hatuishi hivyo. Na wakati fulani pia neno lako unauliza, tutapataje na sisi tutapataje kupona? Usipojali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulinena na mitume, ulinena na manabii na kisha mitume. Umenena na mwana na kisha mitume. Lakini hatustuki. Naomba Roho Mtakatifu anayetuombea kwa kuugua usikuweza kuelezeka, usikuweza kutamkwa, amsaidie kila mmoja wetu atafsiri maneno kwake, lakini pia awasilishe maombi yetu, abadilishe maombi yetu ili apate kibali mbele za macho yako. Siku ya leo kwa siku ya wokovu, maana maneno haya yatasikika, yatakuwa ushuhuda kwamba tulisikia na tulipuuza. Nani ajuaye? Huenda ndio ikawa fursa yetu ya mwisho kusikia maneno haya. Lakini pia nani ajuaye? Jumapili tamko itatangazwa lini katika Amerika? Na tumekumbushwa kwamba ndio kutangazwa Amerika ndio kufungwa mlango wa rehema kwa kanisa. Sisi tutakuwa tumefungiwa nje. Tusaidie tufungiwe ndani. Tusaidie mmoja wana nia kufungiwa ndani. Tunaongea masaa giza usiku wa leo, masaa ya Sabato, tusaidie tulinde mpaka asubuhi. Tusaidie tupate ndoto njema, wako mwema anene nasi, malaika zako walinzi wako pamoja nasi, wakizungukia wanapozunguka tena kwa mkono wako ni nguvu sifunguko tu pia. Wako pamoja nasi kama Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina.